Ni asubuhi tulivu iliwakuta familia ya Donald ikifurahia kifungua kinywa mezani. Kila mmoja alikuwa na furaha, huku wakibadilishana hadithi mbalimbali kabla ya kuanza harakati za siku. Mr. Donald: sasa naona ni wakati wako mwanangu kuendelea na masomo yako. Pigana kuilinda kesho yako mwanangu mpendwa Juliet. Juliet alitabasamu kwa furaha na kumjibu baba yake kwa sauti ya kujiamini. Sawa baba, sina neno. Nimefurahi kusikia hivyo, na natumai hapo baadaye nitakuwa mwanasheria mzuri nitakayesimamia katiba ya nchi na kutenda haki panapostahili. Baba yake alitikisa kichwa kwa kuridhika, huku akijifuta mdomo kwa tishu taratibu. Baba alijibu sawa, na kuamini mwanangu, hutaniangusha. Baada ya kumaliza kifungua kinywa, Mr. Donald aliinamia mke wake kwa upendo na kusema, baba alimwambia mke wake, Okay, let's go my wife. Akimshika mkono mkewe, walielekea upande wa mlango wa kutokea kutoka kwenye chumba cha kulia chakula, wakielekea uwani ambako palikuwa na sehemu kubwa ya maegesho ya magari. Walipopanda gari lao, waliagana na binti yao kipenzi. Mama alisema, Bye my lovely daughter, I love you. Juliet alijibu, I love you too. Juliet aliwasindikiza wazazi wake kwa macho, akiwa na tabasamu mwanana usoni mwake. Alibaki nje kwa muda mfupi, akitazama gari likiondoka, huku wazazi wake wakimpungia mkono kwa ishara ya kuagana. Baada ya gari kutoweka machoni pake, Juliet alirejea ndani na kuanza kuondoa vyombo vya chai mezani. Alipomaliza alikwenda chumbani kwake kupumzika kidogo. Dakika chache baada ya kuingia chumbani, sauti ya simu ya mezani ilisikika ikilia ghafla, ikiutibua utulivu wa nyumba. Mlilio ule ulimstua Juliet, akainuka haraka na kuelekea sebuleni kuipokea. Alipoinua mkono na kubonyeza kitufe cha kupokea, sauti ya kike ilisikika upande wa pili wa simu. Wewe ndiye mtoto wa Mr. Donald? Juliet alijibu bila wasiwasi wowote. Ndiyo, mimi ndiye. Ile sauti ilichukua sekunde chache kabla ya kuendelea. Sauti ya kike ilisema, mimi naitwa Nurse Rose, kutoka hospitali ya Missionary. Nasikitika kukuarifu kwamba wazazi wako wamefariki dunia kutokana na ajali fupi iliyotokea masaa mawili yaliyopita. Tafadhali fika hospitalini kwa taarifa zaidi. Ghafla, simu ilikatika. Juliet alibaki ameduaa, akiishikilia simu mikononi mwake huku mwili wake ukiwa umelegea kwa mshangao na mshtuko. Halo, hey, Nurse, mbona huongei? Lakini hakukuwa na jibu. Ni ukimya pekee uliotawala chumba. Akiwa bado haamini alichosikia, macho yake yalianza kujawa na machozi. Alijaribu kuvuta pumzi, lakini kifua chake kilihisi kama kinabana. Dunia yake ilionekana kuanguka ghafla mbele ya macho yake. Wazazi wake walikuwa wameondoka milele. Tutaendelea na sehemu ya pili. Ili kupata mwendelezo wa hadithi hii, nenda YouTube, andika Sauti ya Moyo Part 2. Hadithi hii imeandikwa na Jennifer Benedicto.